By the way, kilichotokea mimi kimenifurahisha kwa sababu sasa hivi watu wa vijijini wameanza kuamka na wao. Yaani watu wa mikoani. Mara nyingi mimi huwa nawaambia mimi ni jogoo la shamba ambalo nawika mjini. Sasa hivi nimeanza kuona watoto wa mjini wameanza kutoa milio. Yaani zamani ilikuwa ajabu sana kuona mtu wa daa anamlalamikia mtu wa kijijini. Watu wa kijijini ndio walikuwa wanawalalamikia watu wa daa. Sasa nimeshangaa kuona watu wa daa wamepigwa katoo mablanga ndogo tu. Wameanza kulialia. Oh, kuna matajiri gani? Sio nini? Oya, sikieni. Vijijini ndo kuna matajiri. Simona kwa mfano kama sisi. Mimi nimetoka na utajiri kijijini kwetu, nimekuja mjini. Alafu watu wengi wananipigia, "Oya chifu uko wapi? Mbona kuna watu wanachukua upepo wako?" Bro, hakuna mtu anaweza kuchukua upepo wangu mimi. Ila nimefurahi kuona kuna watu wamenisaidia kuwanyosha watoto wa mjini, kwa sababu vita yangu mimi kubwa ni kuhusiana na mimi nawapigania watu wa kijijini. Sasa wale nimewamotivate. Zamani watu walikuwa wanaogopa kuonyesha hela. Sasa hivi watu wote wanaonyesha hela, wanavimba. Hiyo yote ni motivation kutoka kwangu. Kwa hiyo mimi nawapa shout out watu wa Katoro huko, sijui Kandaziwa wapi. Mmenifurahisha kwa sababu mnaniiga vizuri alafu mnapatia. Watoto wa mjini wanalia, "Oh, hamnaga mabosi vijijini." Wapo, ndo hao wamekuja wanavimba, na mimi nafurahia kwa sababu naona nimewainspire. Yaani wale mimi ndo role model wao, ndo maana unaona wameonyesha hela. Zamani ilikuwa mtu kuonyesha hela watu wanasema, "Oh, mshamba, sijui nini." Oya, vimbeni. Na kama kuna mtu wako na pesa ndani azionyeshe, avimbe. Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kwa ajili ya kumotivate watu wasiokuwa na hela wazitafute. Na wale ambao wako nazo wasizifiche, wazitumie. Zamani watu wakaona, "Oh, usionyeshe hela, sijui zikipotea itakuaje." Hakuna itakuaje. Sasa hivi ndo tunazo, ndo tunavimba, ndo tunatamba. Mimi ndo mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Na wale wote ni vijana wangu. Yaani mimi nashangaa watoto wa mjini sasa hivi mmeanza kubishana na vijana wangu. Hao watu wa migodi si wapi, wote ni vijana wangu, kwa sababu hao ili wapate hizo gold inabidi waje kwangu. Niwaambie nenda kafanye hiki na hiki kwenye mgodi upate hela. Ukienda kwenye shimo nenda kafanya hiki na hiki utapata jiwe. Kwenye huo mkondo wa dhahabu nenda kafanya hiki na hiki utapata. Wanaenda wanapata, wanavimba afu mnalia. Yaani wamewapiga katoo ndogo tu watu wa damu, mmeanza kelele, "Oh, sijui nini." Sikieni. Na watu wa kijijini sasa hivi wameshtuka, wamejua watu wa mjini sasa hivi hamna lolote. Yaani watoto wa mjini wote chupi chini. Sasa hivi wote mnalilia, "Oh, huko." Wote mmehamia kijijini sasa hivi. Zamani ndo ilikuwa inatamba. Sasa hivi wanatamba watoto wa kijijini huko, maskini ya Mungu, wananifurahisha. Fanyeni vyote msiguse Mbeya. Yaani watu wa Katoro nimeona vurugu zao, watu wa Dar naona mikoa mingine, lakini Mbeya msiguse. Mbeya yuko mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Mimi niko tayari niache kila kitu hapa. Niache kila kitu hapa Kenya. Nichukue helicopter. Don't do that. Niache kila kitu hapa Kenya, nichukue helicopter, niende mpaka Mbeya, sawa? Nikifika Mbeya, kama kuna sherehe au kuna lolote, kuna mtu kaleta madharau. Yaani hamna kitu nilikuwa natamani kama mimi ndo ningekuwa, yani watu wa Mbeya ndo wangekuwa upande wa watu wanaoenda kuoa. Hivi mnawajua watu wa Chunya nyie? Mnawajua watu wa Kiela wamevuna kokoa huko. Wamevuna mpunga, wamevuna kokoa, sasa hivi wanajeuri. Yaani kwenye wilaya yetu sisi mchele wote mnaokula Tanzania unatoka kwetu Kiela. Tunavimba balaa. Yaani hao watu wa Katoro mara 5 yake ndo sisi watu wa Kiela. Watu wa Kiela peke yake wakivimba, ukiachana na mimi, yani mimi nisipoingilia, wanatikisa mji. Tena wanaweza wakatikisa mji kuanzia Januari mpaka Disemba. Kwa hiyo watoto wa mjini acheni milio. Sasa hivi majogoo ya shamba ndo tunawika mjini. Wanangu wa Katoro, wanyosheni hao watu wa Dar. Walikuwa wametudharau kwa muda mrefu, wametutawala kwa muda mrefu. Sasa hivi ndo muda wao wa kuwavimbia. Mwanangu, ukiwa na pesa zionyeshe. Mimi si wa mind watu wa Katoro, wala si wa mind watu wa Mwanza, wala si wa mind watu wa Mbeya, kwa sababu mimi nimetokea kijijini, sio mtu wa Dar mimi. Siwezi mimi nikaungana na watu wa Dar nikawashambulia watu wa kijijini. Kwa hiyo watu wa Katoro, niko nyumbani kwangu hapa. Na enjoy maisha, nakula maisha, pesa ipo. Nafurahia, nimekaa naangalia, naona jinsi mnavovimbiana, mnavyo nini. Hao watoto wa mjini hao wa shamba tu.
Yaani watu wa dawa shamba tu, wasiwaambie chochote, ni washamba. Watu wa kijijini sasa hivi vimbeni. Watu wa dawa wanatamani kutoka dawa kwenda Chunya. Watu wa dawa wanatamani kutoka dawa kwenda Makongolosi. Watu wa dawa wanatamani kutoka dawa kwenda Mbeya, kule wapi Kyela, Tukuyu. Kwa sababu huko ndio utajiri unatoka. Watu wa damu na nini? Hamna lolote. Mpunga, mchele, nini, vyote vinatoka kijijini. Hamna lolote. Yaani dawa ukiachana na udalali, hamna chochote mnachofanya. Yaani ukiachana na udalali mnaofanya, sio magari wa nyumba sio nini, hamna kingine chochote mnafanya. Waacheni tu wanangu. Alafu hao waliovimba ni vijana wangu, kwa sababu mimi ndio ninayewafanya wapate hizo dhahabu. Kwa hiyo wakipata hizo dhahabu, fungu la 10 wanaleta kwangu. Sasa wewe jiulize, mimi ni nani? Mimi ndo mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, niko hapa nimetulia. Watu wa kijijini sio Katoro tu, kama kuna watu Bukoba, kama kuna watu Kahama mjini, kama kuna watu Nzega, kama kuna watu sijui Dodoma, Mbeya. Oya, sema wanangu wa Chunya mmepoa sana wanangu. Chunya, kama unamjua mwanangu yote wa Chunya, Makongolosi, hizi dharau ndogo ndogo msio mnazipokea, eti sasa hivi wanavimba watu wa Katoro. Wakati miaka yote watu wa Chunya ndio mnaonekana mna hela. Mmeniangusha. Wanangu wa Chunya, tuandae vurugu lolote tuwasumbue hawa watoto. Mmeniangusha. Sasa hivi vijijini ndo tunatamba. Alafu hawa machao hawa mjini hawa wanajifanya wanapiga vikelele, wanawakandia watu wa bushi. Embo achaneni nao, hawana lolote. Bora muwape kazi hao manini hao kwenu huko. Watu wa daa tunawakataa, wa shamba tu.